someone you don't even know. Praise the Lord. You are going to ask something from someone that you have never seen or you don't know, and you forget to go and ask something from someone that you know. If you want to ask for something, make sure that you ask from someone that you know. If you don't know God, then you cannot ask something from God. You must first strengthen the relationship, your friendship with God, for you to ask Him for something. Bwana asifiwe. Lakini kama wewe sio rafiki yake Mungu, can you ask for something from God? Do you just meet a stranger somewhere, the person that you don't know, unamsimamisha unamwambia, "Yeye Bwana, mimi nimepungukiwa hapa na 200, nilikuwa naomba unisaidie 200." Kabla huyo mtu akupatie, kwanza atakuangalia kwanza, huyu mtu ni nani? Kuna huyu nani amemtuma kwangu? Huyu mtu ni conman, and so you will be called a conman or a conwoman. Bwana Yesu asifiwe. So, and God knows those conmen and conwomen, because He doesn't know you and you doesn't know Him. So you are asking for Him for something. Atakao pia yeye kuangalia huyu mtu ni nani? Does this person belong to me? Jibu likiwa no, you will not receive whatever you have asked for. Si ni kweli? Lazima umjuane wewe na Mungu. Mjuane. And how will you know each other? By accepting Him as your personal what? Savior. Bwana asifiwe. Lazima uokoke kwanza umjue Mungu, ndiposa ukimuuliza kitu atajua huyo anayeuliza hiki na hiki na mfahamu ni mwana wangu. Bwana asifiwe. But when you ask for Him and He doesn't know you, He will not give you. Sio kweli? Hatakupatia. Third one, the third effect of befriending God is that a life of friendship with God leads us to the realization of our desires. A life of friendship with God leads us to the realization of our desires. Leads us to the realization of our desires. You will realize whatever you need. That one is found from the book of Job, chapter number 22, verse 28. 22:28. Praise the Lord. Mwenye amepata anaweza tusomea. Job chapter number 22, verse 28. We want a gentleman to read for us that one. One has a few from people from this row. Yes, that row. Be blessed, our brother. You can read for us. Job 22:28. You will succeed in all you do, and light will shine on your path. Amen. Bwana asifiwe. You will succeed. It is talking about being successful. You will succeed in everything that you do. Na Biblia ndio inatuambia kama unamwaminia Mungu ama kama uhusiano au ushirika wako na Mungu ni wa hakika, kila kitu ambacho utafanya kitafaulu. Biblia ya Kiswahili inasema nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaangazia njia zako. Everywhere you go, the light of the Lord will follow you. Njia zako zitakuwa na mwanga. Popote unapoenda wewe ndio unang'aa. Ukisimama mahali umeenda interview, wewe ndio utang'aa. Bwana asifiwe. Wengine wataulizwa, na wewe ulipata mwaliko wa interview?
There is somewhere that I went one day for the interview and I was not invited. Praise the Lord. So I increased the number of interviewers and I was not invited. I was not alone. We were around 4 of us. And the total number of people there for interviewers, we were around 27. They only needed 3 teachers, but we are 27. So the 4 of us, we were called aside and we were asked, who invited you? And the person who had told us that we should just go to try, told us that when you reach there, you mention me, I will not help you. Praise the Lord. Sasa tuko pale lakini hatuwezi sema ni mtu fulani. What I told them, I saw it in a certain group. Wakaniuliza, are you a member of that group? Nikasema, yes, I'm a member of that group. Bring that phone of yours. Nikapeana simu. Wakaniuliza which group? Nikasema the name of the group. So akaenda hapo akatype hapo jina la hiyo shule. Akasema kama kuna mtu alituma hapo, hilo jina la shule litakuja. That message will just come automatically. Akaandika hapo. Message ikakuja hapo ya hiyo shule wakisema a certain school is looking for teachers. Praise the Lord. Wakaniambia sasa wewe enda ukae na wale wengine. Sasa haja wengine watatu wao wakaambiwa we did not invite you and you did not even know that we wanted to recruit teachers so you can leave. Mimi nikabaki hapo. When I remained there, I was one of the 3 that remained there. Nikaambiwa wewe Jumatatu kuja kazi. Bwana asifiwe. So I was wondering how did they afford to invite those 23 teachers who are there, and at the end they left. They only took 2. Then others were told that there is no chance because they don't qualify. Praise the Lord. And those people had degrees. Na mimi hata sina degree lakini mimi nikabaki hapo. And when I remained there, that teacher who told me that there was a vacant was also a teacher in that school. Akaniuliza, bwana umefaulu aje? Umesema nani alikuandika? Nikasema mimi Mungu tu amemsaidia. Nikasema group na wakaleta ikapatikana ni mimi. Kweli message iko hapo. And I was not even sure that the message was there. I was only guessing. So when I guessed, it went through. Nikabaki hapo. Nikaambiwa sasa wewe mwalimu hapa Jumatatu kuja. It is unfortunate that I did not report. Lakini Mungu alikuwa anataka niaibishe nani? Shetani hapo hivi. So shetani akaibika lakini siku report nikamwambia I'm sorry, that place is very far from where I live. I cannot manage to come. After 2 days, so by Monday they had looked for someone, but they told me that that person cannot do the same amount of work that I could have done there. So my place is still there. If I want to go even today, they told me that you just come back, we shall give you a job. Praise the Lord. So, he who makes friends with God determines one thing and achieves it. Bwana asifiwe. Pray for one thing. Don't pray for everything. You come here, you pray, I want to build a house, I want to buy a vehicle. God only needs that one thing that you really need in your life because it is the desire of your heart and you will achieve it. Pray for one thing, after receiving it, you pray for another thing. Usiombe leo, Mungu nisaidie nipate mke. Kesho ukirudi hapa tena hujapata mke umeanza kuomba. Mungu nisaidie nijenge nyumba. Ukimaliza nyumba kesho kuka unarudi unaanza kuomba. Mungu nisaidie ninunue gari. What will God answer? Which one do you need? Choose one thing at a time. Pray for that thing. After receiving, start praying for another prayer item. Lakini, to be a confused Christian is a Christian who prays for everything at the same time.
mpaka una make God pia anakuwa confused with your desires. Anakushangaa huyu mtu anataka nini? What do you want? For example, Abraham, Joshua, and David, those ones they used to pray for only one thing. When Abraham needed a child, and I don't know, those days people did not prefer female children, but they were only praying for the sons. Mpaka siku hizi pia kuna kabila zingine kama mke ameshindwa kujifungua mvulana, there's no peace between a man and a woman in that house. Si ukweli? Si ukweli? Huyu mtu alikuja tu hapa kunizalia wasichana. Who determines the sex of a child? A man. Yes. If you cannot give birth to a female child, your man has a problem, cannot give birth to female. Na ukipata female na yeye hawezi, huyo mtoto sio wake. Ulienda kutafuta kwa sababu anataka. Si ni ukweli? Huyo anataka, sasa acha nimtafutie. Nitafute mtu mwenye ataleta female child. A woman has no problem. A woman has no problem. It is only a man that has a problem to the sex of a child. Kama anaweza peana wote, utapata wote, both sex. Kama anaweza tu moja, utapata tu hiyo moja. But a woman will never determine the sex of a child. That is what these people were praying for. They were praying that God help me to get a son child, not a daughter. And they were being given. David alipewa wanaume. Mpaka Solomon akawa tena pia yeye the king. So they prayed. But ukipata a man who beats the wife because you have not given birth to a female child or a male child, and that man does not read the Bible, or that man is an illiterate man. Praise the Lord. Lakini kama ulienda shule, mwalimu wako wa science alishakwambia, si ndio? Mwalimu wako wa science ya grade 6 ya class 6, ukaenda 7 ukasoma, ukaenda 8 ukasoma. Kama ulifika form 4 pia ulifunzwa ukiendelea. Who determines the sex of a child is the man. And man you can only determine when you are a prayerful man. Praise the Lord. So, how previous it is to know that walking with God gives me light in everything I do. On your paths will shine light. When your path shines light, God is ready to provide for you everything that your heart desires. Lastly, the last effect. Friendship with God leads to salvation and liberation. Friendship with God leads to salvation and liberation. That one is gotten from the book of Job, chapter number 22, verse 29 to 30. Job 22, 29 to 30. Yangu inasema hivi katika lugha ya Kiswahili. 29 inasema, hapo watakapo kuangusha utasema kuna kuinuka tena. Naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. 30 inasema atamuokoa na huyo asiye na hatia. Naam, utaokolewa kwa sababu ya usafi wa mikono yako. Praise the Lord. English as we wind up. Nani atatusomea kwa Kiingereza? Ladies from this side,
Mwenye amepata tusomee. Huku watu wamesoma sana. Sasa tuko huko kwingine. Ladies from this side. Our sister Betty, read for us that verse. Job 22:29 to 30. Ujui kusoma? Okay, someone from this side. Una ya Kiswahili? Oh. Betty ana ya Kiswahili. Nana na ya Kiingereza huku. Cynthia una ya Kiingereza? Hauna? Huku watu wa Swahili. Watu wale wa England wako huku. Acha tusome na hao. Na huku mmefunga Biblia ya. Guys, tusome. Guys, tusome Job 22:29 to 30. Just read whatever you have. It can be of good help. Ukikuja kanisani na Biblia unaiweka standby. Wewe wakisema soma, unaamka mara moja unasoma unamaliza. Yes, read for us Job